Sikieni umalaya mwenye kipara. Msagaji huyo. Ama ameshawishiwa kupanga kwa makusudi ama kwa bahati mbaya kwa namna yoyote kutia doa tarehe 29 ndani ya mkoa wa Manyara. Hatutokuacha salama. Na Mmesikia watekaji? Sasa kama huyu mtu anakaje madarakani? Huyu mtu anatakiwa wejela. Unapotishia uhai wa Mtanzania wa design yoyote, Mtanzania anahitaji kukaa na kurelax, lakini unavomtisha ni kesi tayari. Wewe ni muuaji. Huyu hastahili hicho kitu alichokalia. Huyu anahitaji kunyongwa. Hatutokuvumilia. Kwa hiyo jipange tu. Unaamua kufanya nini? Unakuja mtaani tukutane ama unakwenda kupiga kura umalize uende ukapumzike nyuma? Malaya, msimpangie mtu yoyote jamani. Msitupangie we malaya. Huyu malaya mbovu. Usitupangie sisi kwenda kupiga kura na kuondoka nyumbani ama kuandamana kuondoka kwenda nyumbani. Ujue kabisa tarehe 29 ni siku ya wananchi. Uko Manyara. Huyu malasi watishe. Sisi kama mkoa na kamati yangu ya usalama mnaoiona hapa tumejipanga kimkakati. Kamati yako ya usalama gani we malaya? Hiyo kamati yako ya usalama ikikuacha utabaki na nani? Si utakuwa uko peke yako? Sasa unakuja kutisha wananchi. Hiyo salama au watu wako wa usalama wanatakiwa kulinda sisi raia na mali zetu. Tunakuja kuandamana kwa mujibu wa sheria na tutakiwasha. Wewe ufai kukalia hiki kiti. Wewe sehemu nakofaa ni Segerea. Tena kwa kunyongwa bila kuonea huruma. Salama mnaoiona hapa tumejipanga kimkakati kweli kweli. Hatujasikia, hatujaona. Huyu anaitwa Sendinga. Muda huu kwamba kuna watu wametulia huko, lakini inawezekana wamejituliza kimya huko, wako ndani. Sendinga huyo. Wanasubiri tu jambo lao lifike na wao watoke. Na wapa onyo. Wakai wa kutulia. Wewe hilo onyo upe mwanaume akaende kufira malaya. Wewe kama jana usiku hajakusugua, hasila zako sizete kwa wananchi. Mwananchi hataki kutishwa. Hizo tisha watishi wanao waliokuwa na kunyonya huko chini na kukunyonya kifuani. Hakuna mtu nempa kula wala kulala malaya. Mtishe mumeo anaye kutoma na kukufira. Unasikia? Wewe Sendinga. Wakae kwa kutulia. Ukae kwa kutulia wewe malaya. Kwa hiyo mtu asiyakajaribu kupiga na mkoa wa Manyara ni wrong number. Ingekuwa ni wrong number kweli hicho kiti umewekwa na nani? Kiti umejichagua. Unasema wrong number. Wrong number tutaikutana tarehe 29. Unaropoka, unabwabwaja, umeongea. Wewe kama unaenda kufanya mambo yako, sisi tunaenda kuwatoa Ikulu. Yaani kaa kwa kutulia hivyo maraya. Hicho kiti hakikufai, unatakiwa kunyongwa mpaka kufa. Uwezi kuna tishia wananchi wa Tanzania ambao baba wa taifa kwa kututishia. Wewe nani like who are you malaya? Sidega wewe nani? Kwa hiyo mtu asiyakajaribu Sendinga. kupiga ama kubipu. Hiyo simu yake inaweza kapo. Ndugu yangu tutabipu tutakupigia at the same time. Tutadipu na tutakupigia at the same time. Na hakuna chenye utatufanya. I'm telling you bitches. Hiyo simu yako sisi tuna huna cha kutufanya. Ila kapokelewa vibaya. Alafu hali ikawa si njema kidogo. Kila mtu atulie afanye shughuli zake. Sasa kama kila mtu atulisha afanye shughuli zake, kwa nini uko worried na sisi waandamaji? Kila mtu atulie afanye shughuli zake. Kwa nini unapata kiweweseko? Kigugumizi. Unajihalishia hapo umevaa pampers. Jamani, naombeni msijitoke bado hamjaongea. Yaani mpaka muongee mishipa ya matako ipasuke. Simeza kufirwa. Mpaka mjinyee kudadeki katikati ya waandishi wa habari kumara mama yako. Nilisenga bado nawaambiaga kila siku lilichoko ni malaya. Yule mtu mkubwa kabisa wewe mkubwa kwa mama yake, mkubwa kwa tata yake, mkubwa kwa watoto wake. Sio mkubwa kuja kuwa wananchi. Msenge wewe. Umesikia? Acha. Unakaa tu unamsema kiongozi. Kiongozi nani? Kiongozi nani? Who is kiongozi? Kiongozi ni kwenye familia yake. Anapokuja huku kwenye raia anahitaji kuja kwa heshima na adabu na respect.
kwa sababu sisi ndio mabosi zao. Sisi ndio mabosi zao. Watu ambao mko serikalini zote mnatakiwa kujua, sisi ndio tunahitaji kuongea kwa nyodo, tuwanyee, tuwakojole, mle vijesi vyetu, mle matapishi yetu, mle mahalisho yetu. Sisi ndio mabosi wetu, tumeweka Ikulu. Sisi ndio mabosi zenu. Sio umekaa tu kwenye kiti umetoka umeshiba magimbi. Ninasema wewe ayo maneno ambia familia yako ambao unailisha. Sisi ndo tunalisha familia yako. Sisi ndo tunalisha familia zenu. Tunafanya sisi mnaishi. Sisi wananchi. Unapokuja kumzaki wananchi wewe kama kiongozi, hufai kwenye jamii. Unakofani kwenda jela na kufungwa na kufundishwa adabu. Kwamba kiongozi kwa mwananchi, kiongozi he is nothing or she is nothing. Mimi mwananchi ni everything. Kwa sababu bila mimi utakula wapi malaya? Bila mimi utakula wapi? Bila mimi watoto wako tenda shule gani nzuri? Bila mimi utanunua nyumba nzuri, utanunua gari nzuri. Bila mimi utakuwa na simu nzuri. Bila mimi huwezi kupumua, huwezi kwenda hospitali unaumwa. Hela huna. Sisi ndo tunawalisha nyie mavi. Kwanza we Mavi Samia, Maharesho Kikwete. Mnatakiwa viongozi. Guys, angalia Choko. Kumbu ndio njia sahihi ya kumfanya mtu asipotee anapokwenda. Choko yeye anamwongelea kuhusu mwanamke wake. Serikali yako inapiga mahesabu makubwa ya kupata faida. Faida gani? Kupitia bandari yetu. Ipi imeuza? Nchi nzima ilipiga kelele. Nani alipiga kelele? Yule juu Choko, ngoja niwaambie. Makonda anamtomba Samia, and all guys you knows, everyone they know that. Sasa anakuja, unajua mwanamke wako bwana lazima uje umpambe pambe, ungeongea vitu baba vipi? Mitandao waliongea vya kuongea. Nobody. Na kukatisha tamaa wakisema maneno mabaya ili usiamini katika ndoto uliokuwa nayo. Wanasema vibaya arekebishe. Palipo wengi lazima urekebike guys. What do you want me to do? Unauliza maswali wa mitandao, tapita nasoma comment. Unauliza na mitandao. Tuko huko tumejaa. Hey, atoke Ikulu hatumtaki. Uliokuwa nayo. Mala I'm saying. Lakini kwa sababu wewe ni engineer wa uchumi. Engineer wa uchumi au engineer kutekelezea taifa? Maana meiba taifa, meiba mpaka kwenye mapumbu yako mmeiba. Mnaiba pamoja. Ili jangili, ili jisi. Zote tukutana hewani ni majisi. Kwa hiyo unajua mimi majitu sitaki hata kuyasikia sasa hivi kusema kweli mpenzi wa Mungu. Maana majitu tunahitaji kuyanyonga soon impossible. Yananyongwa soon impossible, yanakufa soon impossible, taifa letu tutabaki na amani. Do you understand? Kama hujatengeneza msingi mapema, hata nyumba nzuri hujatengeneza msingi mzuri, nyumba itakubomokea. Ndugu zangu, ni msingi umeutengeneza una hakuna chwa wala che mupo msenge huyo. Yeye anaongea vitu vya kuhusu malaya wake, si malaya wangu, si nini malaki Samia. Choko msenge huyo. Ngoja niangalie msenge mwingine baridi huko nani anaongea. Choko. Anatamani kama tume ngoja kwanza ni chukua gani ndiza kuna bio tia anaitwa Mohamed. Yani Choko nafikiri Choko atakuwa yuko nje. Choko mbovu. Tanzania ni yenu. Tunahitaji uhuru wa kuchagua viongozi tunaowataka sisi, lakini sio kulazimishwa wala muda wote kuombewa. Tunaombe mkapige no. My choice. Ndio nimemtaka. Nimemchagua. Mimi nimemchoice mimi. Sio mnichoicie kwamba chukua 10,000, piga kula hapa, weka tiki yaka, chukua 5,000, chukua mtu ana miaka 5 je, nani? Ikulu. Mnepe 50, laki 20. Nye vimburu. Tunataka viongozi tunawataka sisi
na vyombo vya habari viwe na uhuru, na Watanzania wewe na uhuru wa kuongea vitu vyao. Hiyo ndio Tanzania tunataka kuirudisha kwa Watanzania. Watanzania, Tanzania ni yenu na tunairudisha tarehe 29. Watanzania tujitokee kwa wingi. Kwa wingi ni maandamano kwa kwenda mbele mpaka Kimbula lale mbele ya safari. Lazima tumtoe Ikulu. Watanzania, nipo na nyie, niangalieni, na nipo na nyie, ndio mabosi zetu. So hatuwezi kuangusha. Najua hamtatuangusha na nyie tarehe 29. Nawapendeni sana, mimi Lecho Dangwa. Thank you very much. Makamanda, chao. Watu wengi sana wamenifuata nimuongelee Gigi, kwamba Gigi anaongea kwamba yani laika, unajua Gigi mnamjua akili zake na nini, kuna vitu vya muhimu vya kuongelea, lakini sio Gigi sio mtu wa muhimu sana katika jamii yetu inayotuzunguka. Kwa hiyo simchuki Gigi. Ana plani zake za kuweza kutaka sehemu gani anaotaka, lakini kwa Mtanzania ambaye ana IQ na mwenye akili timamu, anaona taifa linavyoenda na lazima awe upande upi. Kwa hiyo mimi kuhusu Gigi sina kitu chochote cha kumwambia. Mnamjua kabisa Gigi, si mkasiriki lakini naombeni Watanzania tarehe 29, tafadhalini sana, ni siku ya maandamano. Yes, ni siku ya maandamano kukomboa taifa letu. Kwa hiyo wanapoongea vyovyote, sisi tuangalie upande wetu. Yes, unajua ndio hivyo. Asanteni. Tafadhali sana, tarehe 29 ni muda wa kuwatoa hawa malaya wote wabofu. Wanukakuma wote wanaotoma na kufirwa juu mpaka video zao zinasambaa mitandaoni. Lazima tu watoe Ikulu. Definitely. Thank you. Manijafo wewe, sile manijafo hivyo na akili timamu kweli. Hakuna siyejua tarehe 29 sisi kama ni maandamano, ni siku ya uhuru kwa Watanzania. Sio kwa hiyo Samia mbara, sio kwa hiyo Samia wa huko, sisi wa bara. Ni siku zetu ya uhuru. Si mnanisikia? Huyo Samia analijua tarehe 29 ni siku yetu ya uhuru wa Zanzibar. Keki vyao warudi kule Zanzibar kwa rais wa Zanzibar. Sisi bara tunahitaji rais wetu, sio rais wa kuvuka maji aje tupande kichwa na kutua juu. I don't know. Hilo mnalijua. Kwa hiyo achini kudanganyika. Afu mbona nyinyi sisi mambo ya maandamano yetu mnayapromo sana. Mnapa sana promotion. Kila anayepanda jukwani, jamani maandamano, sikilizeni. Oh my goodness, tumeshika matako. Hatujashika kalio bado. Ni tarehe 29, leo mnajua tarehe ngapi? 29 bado haijafika. Kwa hiyo mkienda pale, ongeeni tutafanyia nini wananchi. Lakini kama mnafanyia nini wananchi, semeni kabisa jamani kuna maandamano. Kwa hiyo hatujui kama hiyo tarehe 29 kwetu kwa Ikulu ama tutakuwa outside Ikulu. Mtakuwa outside Ikulu. I'm telling you, bitches. Wetu wa Tanzania, Gigi wewe ni mavi tu, mavi. Una hadhi gani kwenye taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Wewe una faida gani kwenye Tanzania? Pambana na maukimu yako, nakwambia Gigi, pambana na ukimu wako. Kama umekosa kupata nasaha kutoka huko wapi? Mnako uchukoga mavidonge wapi panaitwa sijui. Unapajua mwenyewe. Funga kaburi lako malaya. Acha kuchokonoa pasipo chokonoleka. Nakupa warning Gigi. Kwenye taifa wewe ni sawasawa na marehemu tu aliyeshakufa. Nakwambia ukweli. Kwenye taifa letu la Tanzania, wewe ni sawasawa na marehemu aliyeshakufa. Kwa hiyo umeshakufa, acha kufufuka. Kipindi cha mapambano. Wapenzi wangu, Tanzania kwanza, wa Tanzania kwanza. Tarehe 29 mwezi wa 10 ni mapambano kutoa hiyo takataka Ikulu. Samia, unasikia malaya? Mwambie malaya mwenzio Gigi afunge kaburi lake kama ulivyofunga kaburi lako. Gigi wewe ni mtoto mdogo sana. Kiganjani hapa uingii, ufiki. Wewe ni mtoto mdogo. Kiganjani hapa ufiki. Kwa hiyo acha kujitoa akili. Acha kujitoa akili timamu. Unajua yanayoendelea, usije kwenye majeraha ya mwisho kumara mamako kabisa. Wewe na Samia kumara mama zenu. Mbwa malaya wabovu. Samia mwenyewe ndio katomatoma mpaka na mbwa. Wewe umetuma mpaka michupa unaigizwa.
kumamako kabisa. Koma. Mbwa kabisa wewe. Unatembea na unaenda kuwekwa ama yani wewe unatomba kwa mtu kukuwekea nani? Wigi kichwani. Wanakuweka wigi kichwani wanakufila, wanakutomba. Haya tu ndugu zanguni, kama hamjavaa condom, jueni nimeshapata maukimwi kutoka kwa gigi. Kuma nyoko zenu. Kwani wewe ni mfanyakazi wa BASATA? Unaumizwa Roma kutoa nyimbo. Na kutoa hizo zisabamba zako, nyimbo zako za kipumbavu, za kijinga. Mara huko chini sipo amefanya nini? Mtu anaimba nyimbo ya jamii. Acha roho chafu Diamond. Wewe na kuchukulia ni mtoto wangu, naitaga mama. Your mother, she's my best friend. Lakini kitendo hicho cha kipumbavu uache. Kitendo cha kisenge hicho. Uache tabia roho chafu. Umetengeneza nyimbo, kama imependwa itaenda tu. Kama mtu mwingine katengeneza nyimbo kakupita, unaacha. Mara nyingi mara kama unakuwa namba moja. Mara ngapi? Huko juu ndio. Wasalimu wakuta umewapita ni wengi, ni ndio. Umejitahidi, umejisasambua, ndio hapo kwani ulipo ulikuwa umefika mbali kuliko wasanii wote. Uliwakuta umewapita sana mbali. Lakini ukiona mtu ametoa nyimbo, sitoke ukahahuka. Acha hiyo roho chafu, ni shetani hilo pepo. Acha pepo hilo kabisa lipite kushoto. Mtu mwingine katoa nyimbo na nini, msapoti. Kama unaweza kumsupport, kama uwezi kaa kimya. Unapigaje simu BASATA? Na BASATA yenyewe ni makenge kwenu, ndio maana nasema na yenyewe ni machoko. Kuna ile baba anakuja na macho. Mimi nasema, tumefunga wewe kumara mamako, acha usenge wewe kumanyoko. Roma, nashukuru Mungu kwanza ulipost hata kwenye page yako kanipost kasema jamani, ukiingia kwenye 18 za Lichodanga umeisha. Wewe ni mtu ambaye ni muhimu sana kwenye jamii. Ni muhimu sana kwenye jamii. Aniposti mpaka kwenye page yake. Kenge yote mliona kenge weusi kumanyoko zenu mbwaje. Alafu mezoea kwa mna ni block account zangu. Wewe Samia kumanyoko mara mbovu kumara mamako. Henche unatafutwa. Kama inawezekana leo wanakutafuta sana. Kama wakikupata leo wanakudaka. Kilichopo wanakuundia kesi kama ya Tundu Lissu. Kesi kama ya Tundu Lissu iko inapikwa toka siku ambapo wamekamata pale mpakani. Yale maneno uliyoongea wanayaunda na maneno uliyoongea jana. Henche unatafutwa kwa hali na mali, unapewa kesi kama ya Tundu Lissu. Hayo yote ni kukudhoofisha na kudhoofisha chama cha Chadema. Yani hiyo ndio iliyopo sasa hivi. Kwa hiyo Henche yani unatafutwa leo kwa uni na ubomba. Wakikamata leo yani wanahabusa na kukamata leo. Lakini ni kuanzia leo wanakutafuta, wameongeza speed mara 10 yake. Jamani. I say. Watanzania wenzangu. Hawa watu. Mimi tutakula nao sahani moja. Mniamini na mtege sikio na macho. Masikio na macho. Henche, naomba uwe makini sana sana sana. Hata uliopo. Na kama kuna njia unaopitaga ama kuna njia unaopita, rekebisha au acha kabisa. Kama kuna sehemu ulipo unaweza kuchomoka ukaangalia sehemu nyingine tofauti. Kesi ambayo inapikwa ni kama hiyo ya Tundu Lissu ya uhaidi. Ndio wanataka kukubambika. Kwa hiyo vitu vinaandikwa, vitu vinatayarishwa, vitu vinawekwa, vitu vinaweka sawa. Si mnanielewa vizuri. Kwa hiyo ndugu zanguni, hii serikali ya Samia sio serikali hapana. Ni majangili, ni mauaji, ni mafilauni. Tarehe 29 tufanye kweli. Msione Samia anaongea kwenye yani akiwa kwenye maandamano yake ya kuomba kula za wananchi. Akiwa ndani analia kama mtoto. Maandamano yamemvuruga hatari. Yamemvuruga. Yani yamemvuruga.
Ndugu zanguni, tarehe 29 tuwe barabarani. Nampendeni sana. Pole pole. Fanya tuatimu wetu kumachia pole pole. Hana hatia. Free pole pole. Mnataka mtutoe kwenye leli. Hatutoki kwenye leli. Hatutoki kwenye leli. Hatuyumbishwi. Na mjue kabisa Samia, Kikwete, Muliro, Mafere na Abdul na Paul Makonda, nyie ndo wauaji ambao mnaendesha hivi. Simeshika mahakama hivi, mmeshika polisi, wale vilanza wote mmewashika, mipaka wale vilanza wote mmewashika. Ngoja niwaambie, I'm telling you, muachieni pole pole haraka iwezekanavyo. Free pole pole. Free pole pole. Mumuachie bila masharti yoyote na bila kumzuru popote. Hatutaki usenge. Mambo yanayofanyika Tanzania hapana kwa kweli. Nimepigwa na watu kama wawili watatu wako CCM damu. Yani walikuwa mpaka amenichunia. Lakini wamesema Lecho, tunakuomba utusamee sana. Utusamee jamani, tumevua mikono juu, tumenyonya mikono juu. Tulikuwa tunajua kwa hapa katikati kwamba wanajirekebisha, kila siku anazidi kutokea yale mpaka wamechoka. Na wamenipigia tofauti, hawajuani. Wananiambia Lecho, hii Tanzania hapana. Wewe ukamkamata huyu baba bila kosa. Mimi nimeambiwa nataka mzingishie kesi kama ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Yale maneno aliyoongea mpakani na maneno aliyoongea juzi, wanaunganisha na baadhi maneno wanaunganisha, wanabumba yani. Tayari wanambambika kesi. Lakini pia Mnyika yeye pia yuko kwenye grupu hilo ambalo huyu ndio Mnyika nafikiri kama John, Mheshimiwa John Heche. Mnyika pia. Kuna yule anaitwa Mnyika pia wanamtaka sana Mnyika. Mnyika wanamind sana, lakini katika lile group yani sijui nisemeje. Ndugu zanguni, nimeshasema tena, mahakama inasimamiwa na Kikwete. Wale mahakimu mnaona pale ni picha. Yaani unajua picha ukilichukua hapo uliweka hapo, ukilitoa hapo ukirudisha hivi. Ukilichukua tena pale ukirudisha hivi. Wale ni picha, yani picha yani. Yaani wanakopo pale wameshaongea kila kitu. Iwe hivi. Yaani kila kitu. Abdul, Mafele, Samia, Kikwete. Hatuwezi kuongozwa na nchi ya design hiyo. Mahakama inahitaji kuwa na mahakama na uwe na maamuzi yake na ifanye haki kwa mujibu wa sheria, na polisi wawe na haki zao, wafanye vitu vyao kwa mujibu wa sheria. Jeshi la wananchi ndivyo ninavyotakiwa. Lakini ile kwamba tumeshika mahakama, mkamateni, na nyinyi mnaenda mnamkamata. Mahakama Lissu sasa hivi mpeni tu tarehe akae ndani tu hivyo. Pole pole. Umeshakuja hiyo. Kwa hiyo inakuwa endelea kupiga tarehe mpaka muda upite. Kama inawezekana ndio hivyo, tunataka tumpeleke nchi fulani ama what is that? Yaani wanajipa wenyewe shida, wanajipa taabu. Inakuja yani ni vitu ambavyo vitu mnavyofanya ndio vinazidi kuwapa sila sana wa Tanzania. Vitu mnavyofanya nyie mbwa, nyie kenge, nyie mafirauni, nyie wauaji, ndio vinazidi kuwapa sana hasira wa Tanzania sana. Hata hii hao watoto nilionyesha jana pia. Asoko ni simu hii ya for this phone ambayo nimeshika. Wale watoto wana miaka 18, watoto wanne wale, miaka 18, 17. Mmeulia bure jamani. Mmeulia mnaenda kuwatupa kwenye dampo. Watoto miaka ndo wanapevuka. Mnatupa tu, mnaua tu, mnatupa.
Hata majasusi wa nje hawafanyi hivyo. Ni majasusi wanaogopa mpaka na Marekani. Hawaui kiboya boya. Jeni wanaenda kwa wakitaka kuwa nafikiria kwamba tufanyeje. Hawachukui tu wakaua katupa. Haifanyiki hivyo. Haifanyiki hivyo kabisa. Haifanyiki hivyo jamani. Na kuna Mtanzania tena mnaua Watanzania wenzenu jamani. Wenzetu wanaua genchi zingine, wanaangalia kwa mechi nyingine, wanaangalia wanateka, wana nini, wateka kwamba msipotoa hela tunamaliza. Tunawapa ndani ya wiki 3 au wiki moja. Tunataka kiasi kadhaa. Na wachukui watu wa nyumbani. Yaani je, mnachukua watoto nyumbani hapo hapo mnaua watoto wenu. Yaani mnafanya vitu vya ajabu. Yaani napata hasira, moyo unaniuma, kichwa kinaniuma. Hii ni saa 10 wapenzi wangu jioni na dakika 40 na dakika 50 imeingia sasa hivi. Saa 10 jioni. Hiki mnachokifanya kwa kweli si sawa. Alikuwa anakuja na kunyewe malaya mchafu Gigi kumara mama yako, malaya mbovu. Kuma leno mtoto lako kabisa Limaila kumara mama yako mbwa nye kabisa. Amekuchamba na kuchamba muda wote tuko karibu yako, na mimi sio mimi peke yangu. Karibia wa Tanzania wako karibu na wewe, lakini umekuja kutibua. Naombeni mumunifollow hiyo malaya mchafu kabisa. Umekuwa na wivu mpaka kwenye nani biashara za nani? Zanifa. Wivu zimekujaa tu hivi, wivu zimekujaa kazi kutomba ovyo, kufira ovyo, kupewa 10,000 koma. Nakwambia Gigi koma. Koma kama ulivyokuwa kinembe cha mama yako kaburini. Kuma nyoko zako. Mama yako amechambwa na ngoma na wakina naniwa. Wakina nani hao? Mwanamke yake na nani? Na nani? Manyonyo kakuchamba malaya. Tumekaa kimya tu tunaangalia, tunakusikiliza, tunakuonea huruma, umechambwa malaya kumara mama yako. Wewe mwenyewe una maukimwi, mama yako ana maukimwi, sasa mtaishi vipi malaya? Wewe Gigi Money nakwambia kumara mama yako, koma. Taifa lilikofikia sio muda kucheka na nyani. Kenge wewe. Sikuwahi kukutukana Gigi, sikuwahi kusema chochote. Na nilikuwa nimefikia kwamba sitawahi kukutukana. Wewe tumezaliwa mwezi mmoja, umezaliwa tarehe 16 mwezi wa 6. Nimezaliwa tarehe 16 mwezi wa 6 kumara mamako. Alafu nakuja nyoko. Wewe una mdomo mimi na chuchunde malaya, koma. Malaya koma. Huyu msenge kakuchamba ni kusaidia kumchamba. Watu usaidia kukuchamba. Msenge we malaya mbovu. Hilo liankoti silikubali hata kesho kumara mamake na lisenge baridi. Lakini ilikuwa na kuchamba vya ukweli, nimekuchamba hatari malaya. Kinembe kunuka wewe. Kwenda huko. Nashangaa hata huyo mwenye Rugumi baby boy anakuwa karibu na yeye malaya mchafu. Ndio kakulipa nini pesa mama? Baby wangu kakulipa pesa uje uonyeshe sasa mpa maraya. Kwenda. Ndio ni baby wangu maraya msenge wewe. Kuma nyoko. Takataka kabisa ya jamii. Wewe unafikiri kupoteza nani? Kumuongelea nani? Na kuambia tena useme su Gigi. Sema su utalala kumara mama yako. Nitakunyia simalizaji. Tena umkome kumuingiza dada Taifa Mange kwenye hilo kapu lako la mdomo, sawa? Kinembo chako cha kunuka unanuka, huoshi vizuri. Male unaachwa. Leo unatombwa na bwana ule, unatombwa na bwana ule, iko kingasti chako chenye kinafirwa malaya. Kwenda. Huna hadhi ya kumtaja dada wa Taifa Mange. Huna hadhi hiyo. Muulize mama yako malaya mwenzio. Samia, muulize malaya mwenzio. Wewe ndio mafi kabisa, huna hadhi ya kumtaja Mtanzania yoyote. Yaani katika Watanzania ile nani grade ya mwisho ni wewe. Yaani ile grade ya mwisho ni wewe. Huna hadhi yoyote malaya mchafu. Kuna Mtanzania ambaye haja kuona kinembe chako na matako yako yanapofirwa? Malaya mchafu. Yaani 10,000 tu unafirwa kama maji. Malaya grade ya mwisho kabisa. Bora hata Samia ana grade kutoka wewe ndio anafuata yeye. Grade zile za mwisho. Ametombesha mpaka vile ufagia vyoo wa Ikulu. Lakini kazi yake kaenda kuwa watu wa Ikulu. I'm telling you guys.
Huyu malaya mbovu, malaya mchafu. Hebu angalieni nilivyo tu. Hata mimi kumbe tukaanza kufagia chooni Gigi siwezi nikampa. Ya kufagia vyoo vyangu siwezi. Hana ile volume ya kufagia vyoo vyangu, hana. Mnaona hizi gold zangu? Hii hapa ina gold na diamond. Hii hapa ina heart. Na zaidi ya miaka 2 na van. Ziko mkononi hizi. Hii hapa. Na mnunua yeye na ukoo wake mzima. Gigi hii hapa. Ni gold afu ina diamond. Hii hapa diamond heart. Sasa mfanyakazi wewe unataka akufanyie nini? Gigi wewe hata kula kinyesi changu ndani siwezi nikakuajiri. Nashangaa mtaendelea kuvua nguo kabisa, anakuingiza sijui mapumbu kwenye mapunye, anakuingiza sijui mapumbu kwenye masikio. Sijui anakufanyaje. Na kwani uko like a what? Like oh my god. Nasikiaga kichifu kinya. Laka wanaume jamani wanakosaga wanawake ama pambana na maukimu yako. Yes, I'm Rachel Dangwa. For real. Don't cross line. Yaani cross line ya dada wa taifa na uka close line ya Queen VIP Rachel D. Wewe grade ya mwisho nitakunyoosha. Umekanyaga pasipo kama yule Uncle Tim Senga alikuwa anakugusisha. Basi mimi nitakulambisha. Kuma mako malaya. Koma Gigi na kumtaja dada wa taifa ni warning. Huruhusiwi. Yani ni warning kabisa. Yani hiyo ni huruhusiwi. Nikwambie huruhusiwi kutaja jina la Mange Kimambi. Katika watu ambao usikutaja hata jina lake, wewe Gigi ni huruhusiwi kutaja jina lake. Huyu malaya mbovu Samia malaya mwenzio asiyejua kutaba kinembe naye mwenye kunuka huyu mbwa, mwenye kuwa Tanzania, wakuuteka wa Tanzania. Wakutaka kutubamaza kutoka Zanzibar kuja kutukalia kichwani. Soon utamfuata baba yetu Magufuli. Ulikomweka ndiko utamfuata. Kwa hiyo utapambana naye huko mbele ya safari kumamako. Masanja, umesemaje? Waumini acheni, wa Tanzania acheni kwenda kusali kwenye hiyo kanisa ya Masanja. Kwanza anajinufaisha yeye na mke wake na watoto wake kwa sadaka zenu. Tungetaka waumini wa Masanja mwache kwenda kwenye kanisa lake. Mtu mwenye kanisa, mtumishi wa Mungu mwenye akili timamu, sio kichaa, mwenye akili timamu hawezi kuandika wa ujinga kwamba wanaomkosoa Rais Samia acha watekwe tu. Tutamkosoa, tutamsema na hatotumaliza na tutamtoa madarakani. Hilo lijue. Maana wamejitakia wenyewe, na kama wewe ni muumini wangu feel charge. Pia upo upande wa wanaomkosoa rais. Ni bora utekwe tu, maana rais amenichangia. Yani yeye kuchangiwa pesa. Ndugu zangu, Masanja unataka ujue Yuda alikufa sababu ya kupenda pesa. Hiyo pesa amekuchangia haiwezi kununua roho ya mtu yoyote. Haiwezi kununua roho ya binadamu wa design yoyote. Nafikiri kama milioni 20. Milioni 20 is nothing kwa roho ya mtu hata mmoja. Roho ya Mtanzania mmoja. Wewe Msenge unatakiwa ujue kumara mama yako wewe Masanja. Roho ya Mtanzania mmoja ni sawasawa na Watanzania milioni zaidi ya 60. Ni sawasawa na Watanzania wote kwa ujumla. Roho ya Mtanzania huyu mmoja. I wish isiwe ni page yake iwe ni watu tu wamefungua page ambayo ni fake. Lakini kama ni huyu Masanja tunayemjua ametoka kwenye comedy,
kupata kwake pesa amekimbia kanisani. Najua mazuzu ni wengi. Ndugu zangu, anasema hata kama kuna muumini wake ambaye anampinga huyu maraya mbovu, muuaji, Firauni, msagaji Samia, kwamba kama nikutekwa atekwe, ndugu zangu, ni haina haja kwenda kwenye kanisa. Kwa sababu hapa tutajua kama yeye ni mtandao, tena sio mtandao wa nchi hii. Hilo kanisa lake ni la kishetani. Msiende. Tafadhalini sana. Anasema sadaka ya milioni 20. Sio milioni 50 au milioni 20. Anataka Watanzania watekwe. That is bullshit. Umeandika kitu cha kumara mama yako na kumara baba yako na malaya mchafu, na hilo mtoto wako vina sura mbovu kama maiti za bibi zako, za baba zako, za babu zako zilivyo. Akaja tena kaandika hivi: sadaka ya ujenzi wa kanisa wewe hujachangia hata buku. Kwenda hapa ni CCM tu. Ngoja nikwambie, CCM umezaliwa umeikuta Masanja, na utakufa utaiacha. Hiyo CCM tumezaliwa tumeikuta, lakini hatuitaki. Mimi nilikuwa CCM damu, usingeniambia kitu. Mimi nilikuwa hata hivyo, nilikuwa pia nani, Simba damu, lakini nilitoka. Sitaki mambo yoyote yale. Wewe Msenge unapokuandika kitu cha namna hiyo kabisa, Masanja kwa 20 milioni peke yake, wewe unaweza kuua sana wanani waumini wako. Unaweza kuwauza hata kwa milioni 5 ukawasondekeza, wakaudiwa, wakamalizwa. Huyu mtu mnaweza mkoona kabisa kanisa lake ni kwa ajili ya pesa peke yake, utu hana. Huyu Msenge baridi Masanja utu hana. Huyu Msenge utu hana. Kwa hiyo wapenzi wangu, haina haja. Huyu hapa ndio mala yake, anaitwa Monica. Huyu hapo mala yake mbovu, ana mdomo umekaa hivi, ambaye mimi hata usigelo wangu hawezi kuwa hivyo. Usigelo wangu nataguaga cute bwana. Huyu mwanamke anaweza nikaja kinyesi na akala. Huyu Monica wa Masanja. Kwa hiyo wapenzi wangu, mkumunfollow huyu mtu, fanyeni hivyo, na kanisani kwake msiende. Kuna hivi vitoto vyake mnaviona, vina mdomo kama vinanyonya mboo, mnaviona? Kwa hiyo guys, mnajua vinavyopatikana. Huyu sio muumini, huyu kafungua kanisa. Kafungua kanisa kwa ajili ya mambo yake, kajifichia nyuma ya kanisa. Na ndiye huyu amechonganisha hata ndoa ya Pilipili. Huyu ndio mshenzi kabisa mkubwa. Anakuambia yeye hajaji. Kama kwa milioni 20 anaweza kuongea kitu cha namna hiyo, kwamba mtekwe, ni mtandao. You can't say that. You can't. Mtu mwenye akili timamu kabisa, ambaye ni mwanaume kabisa, ambaye anasimamisha, ambaye hasimamishiwi. You can't say that. Kabisa, you can't say that. Huyu Msenge kama mnajua ni comedy. Unajua Msenge anavyokuona. Kama mnajua ni comedy na ni choko at the same time. Mimi kwanza naambiwa nakataa. Mimi siye kumchukia sana huyu Msenge. Lakini for this shit, really? I say, hapana.
haiwezekani. Huyu ni msenge, Masanja ni msenge, tena sio msenge wa Ichi. Ngoja ni comment hapa kumara mama yako. Msenge usienda. Manyoko. Nimecomment kwenye nani yake hapo, iko hapo. Nimemtagia iko hewani. You can't say that. You really. Ambacho ningeomba, tatizo mamlaka zote ni watekaji. 70, 60 ni watekaji. Kwa hiyo huyu mtu, Tanzania ni yetu bwana. Kwa hiyo ngoja ni mpending sehemu fulani kwanza. Kabisa. Akiwa na malaki mbovu. Malaki mbovu ile kule nyuma. Tapeli. Tafadhali ni wapenzi wangu. Hawa waumini wake wanaoenda hapo kanisani kweli ni vimburu, ni mbwa, ni takataka, ni mavi. Mavi, nikisema mavi na maanisha. Mwenye akili kama hawezi kwenda kufundishwa na msenge kama huyu. Uwezi kusema kwamba watu tekwe muuliwe. Mteke muuliwe. Tarehe 29 ndo mwisho. We come for you guys. Kumara mama.